Jina lako litukuzwe mfalme. Macho yetu yanatazama Zayuni. Macho yetu yanatazama kao la milele, mahali ambako haki inakaa ndani yake. Tupe nguvu, uwezo na imani ya kusimama. Kwa jina la Yesu Kristo, amen. Moja kati ya vitu vigumu sana mzee Kiguha ni uzoefu wa utumwa. The experience of slavery. Very difficult experience. Uzoefu mgumu sana. Wakazi wa Yerusalemu, Wayahudi hao, Mungu aliwapa nuru, na alitaka kwa nuru hiyo ulimwengu mzima umjue Mungu wa kweli. Lakini mambo mawili yalikosekana kwao. La kwanza, hawakuishi ile nuru waliopewa. Lakini la pili, hawakuipeleka kwa watu wengine. Na kwa hiyo most of the time maisha yao yakawa sisi Babeli, sisi Yerusalemu, sisi Wayahudi, taifa lililochaguliwa na Mungu. Hawakufanya jitihada yoyote wala kuyabadilisha maisha yao kumwelekea Mungu. Na kwa sababu hiyo watoto walipozaliwa, badala ya kuonyeshwa Mungu wa Zayuni, wakaonyeshwa fahari ya Zayuni. Watoto walipozaliwa, badala ya kuonyeshwa kwamba utajiri walionao ni kwa sababu ya Bwana, wakaonyeshwa tu utajiri ambao familia zimeupata. Na kwa hiyo Mungu hakuwa sehemu tena katika maisha ya watu wa Zayuni. Watu wa Yerusalemu waliamini Zayuni ni ya milele, wakaamini Zayuni haitaanguka, wakaamini kwamba maadui hawaiwezi Zayuni kwa sababu Mungu wa Zayuni yuko pamoja na wao. Wakaamini kwamba Mungu anaipenda sana Zayuni, na kwa hiyo hawezi kufanya chochote kibaya kwa Zayuni. Ilifikia hatua furaha yao ikawa ni utukufu wa Zayuni kuliko Mungu wa Zayuni. They enjoyed the gifts than the giver of the gifts. Wakafurahia tu zawadi za Bwana, wakimweka pembeni mtoa zawadi. Na kwa hiyo Yerusalemu kabaki ni mji wenye kiburi cha mafanikio. Wachache sana, kina Danieli, kina Meshach, Abednego, wale kwa kitu kina Azaria, watu wachache sana ndio walikuwa wamebaki Zayuni wakimwabudu Mungu wa kweli. Ndipo nikaogopa sana kwamba ninaweza nikabaki Zayuni pasipo Mungu wa Zayuni. We can remain in the church without God of the church. Na kwa hiyo maisha yao yakawa yamebaki kuwa na jina peke yake. Wayahudi wale wanamjua Mungu wale. Kwa hiyo maisha yao peke yao hayajamwakisi Mungu, lakini hawajaipeleka nuru ikabadilisha watu wengine. Hata wakati wa kuzaliwa kwa Yesu ulipofika hawakujua. Takumbuka vizuri, walikuwa busy na mambo yao. Yaani mpaka Yesu mwenyewe anazaliwa hawana taarifa. Wanaamini wanamsubiri Masihi ili azaliwe. Ili ujue kwamba hawa watu walikuwa wamefika mbali. Azungumzia kwa nyakati zote tu taifa za Kiyahudi. Mpaka Yesu anakufa juu ya msalaba, wao wanaendelea kutoa kafara hekaluni. Mpaka pazia linapasuka toka juu mpaka chini, kondoo anakimbia, kuhani bado anashangaa asijue ya kwamba kuhani halisi anakufa juu ya msalaba. Mioyo ya hawa jamaa ilikuwa imekufa ganzi. Ni hatari sana kumtaja Mungu wakati moyo ukiwa mbali na Mungu. Kiburi, wakabaki Zayuni bila Mungu wa Zayuni. Majivuno, wako Zayuni bila Mungu wa Zayuni. Kujiona bora kuliko wengine, wakawa Zayuni bila Mungu wa Zayuni. Na kuna dharau tu, hata ujui dharau yenyewe imetoka wapi, lakini unadharau kila mtu tu. Kwa hiyo wakabaki Zayuni bila Mungu wa Zayuni. Katikati ya wiki nilisema Mungu ana njia mbili za kuongea na watoto wake. Njia ya kwanza, anaongea na watoto wake kwenye piki ya mafanikio, kazi nzuri, heshima, cheo, mali, fedha, jina na kila kitu. Mungu akiona njia ya mafanikio bado hainisaidii kuisikia sauti yake. Kwa upendo mwingi sana ndiye anayaondoa mafanikio. Kwa upendo tu, sio kwa sababu ana chuki yoyote, lakini kwa sababu anautaka moyo wangu. Kwa hiyo akaongea na Zayuni na wakazi wake wakiwa kwenye piki. Jengo zuri la Zayuni, Yerusalemu, ukuta mzuri wa Yerusalemu, mvua wanapata, vyakula wanakula, lakini hawamuelewi Mungu. Ndipo Mungu akaongea nao kwa njia ya pili, kuviondoa. Akaleta Wababeli. Wakaldayo walikuwa ni wabaya sana. Ningekuwa nahubiri kitabu cha Habakuki, pengine siku moja nitawaambia. Habakuki alimuuliza Mungu, unasema utaleta Wakaldayo ndio watushughulikie sisi? Mbona Wakaldayo ni waovu kuliko sisi? Mungu akasema, ninachokisema sasa hivi huwezi kukielewa. Hiyo sio ajenda ya leo. Lakini ajenda nayosema, Mungu akawaleta Wababeli, wakawachukua mateka. Kwa hiyo
Israeli wakachukuliwa mateka kwenda Babeli. Mwaka ule wa 605 ndio uvamizi wa kwanza ukafanyika, na hapa ndipo walichukuliwa kina Danieli, kina Meshak, kina Shadraka na wenzao wale, kina Anania, kina Mishaeli. Hao ndio walichukuliwa mwaka 605 wakaenda. Wale jamaa walipowachukua, baadaye tena wakarudia wengine mwaka 597, na mwaka 586 kabla ya Kristo wakaenda kabisa hawa jamaa kwa dharau, wakaamua kuivunja na Yerusalemu. Vunja ukuta, kavunja na jengo, wakavunja, wakaharibu. Alafu waliporudi Babeli, wakawaambia wale wenyeji, tumeongeza mateka wengine na Yerusalemu yenu tumeivunja. Hawa jamaa wanafanyishwa kazi ngumu, wakati mwingine wamefungwa minyororo, wanafanya kazi ngumu, machozi yanawatoka, wanalia, hawako Zayuni, hawako Yerusalemu, wako Babeli. Wakiwa wanafanya zile kazi ngumu na wako mbali na nyumbani, mawazo yakawaijia Bareti, mawazo yakawaijia, wakakumbuka Zayuni, wakayakumbuka yale majengo mazuri ya Zayuni, wakakumbuka zile nyimbo nzuri za hekaruni, wakakumbuka zile bustani nzuri za kuning'inia zilizojengwa. Fahari ya Zayuni ikawajia katika mioyo yao. Wakiwa wamekaa kwenye mito ya Babeli, wanafanya kazi ya kuchonga mitaro ya Babeli, wanafanya kazi. Ndipo mjumbe mmoja akaleta taarifa ya kwamba Zayuni imeangushwa, hakuna Zayuni tena. Ule mji ambao waliupenda sana umeangushwa. Walifikiri labda tu watakaa utumwani na baada ya kipindi fulani watarudi, wataikuta Zayuni, maana Mungu anaipenda Zayuni. Wakaambiwa Zayuni imeangushwa. Nyimbo za Zayuni zilikuwa zinaitwa Victorious Songs of Zion, yani nyimbo za ushindi za Zayuni. Zilikuwa ni nyimbo ambazo zikiimbwa kama kuna maadui wanakimbia. Zilikuwa ni nyimbo ambazo zikiimbwa utukufu na jaa katika Yerusalemu. Ukisoma vizuri wanasema hawa waliowaambia tuimbieni baadhi ya nyimbo zenu za Zayuni walikuwa wanawadhihaki kwamba ninyi huwa mna nyimbo ambazo mkiimba maadui wanakimbia, sasa tuimbieni tuone kama sisi maadui tutakimbia. Kana kama wanawaambia ninyi sasa hivi mahusiano yenu na Mungu wenu ni zero, imbeni sasa tusikie, semeni habari za Mungu wenu tusikie. Lakini swali ni hili, hawa jamaa walijuaje kwamba huwa kuna nyimbo za Zayuni? Na ndipo nikaelewa hivi, maisha yetu, mahusiano yetu na Mungu yakiwa imara, walio mbali wanajua. Bwana asifiwe sana. Sikiliza, kukiwa na mtu anayemjua Mungu pale ofisini. Kwa hiyo ili nyimbo za ushindi za Zayuni zilijulikana. Ni kweli ziliimbwa Yerusalemu, wa Babeli walikuwa mbali, lakini zilikuwa zikiimbwa. Wale wasafiri wanaopita, taarifa zinaenea ya kwamba cheza na kila kitu isipokuwa nyimbo za Zayuni. Ninyi wenyewe ni mashahidi. Kuna wakati Israeli walikuwa wanaambiwa hamtapigana vita yoyote, bali mtajipanga, kwaya itatangulia mbele, ikiimba maadui wanakimbia. Haleluya. Sasa inakuwaje maadui wanaopaswa kukimbia kwa sababu ya nyimbo leo wanaomba ziimbwe mbele yao? Kwa nini? Wamewadharau. Tunapokuwa chini, tumemwacha Mungu wetu, hata wanaotuzunguka wanamdharau Mungu wetu. Wanaona we have nothing to offer ambacho kitawafanya washtuke. Biblia inasema hata waliotuchukua mateka hawakuwa na furaha. Wakatuambia basi tuimbieni zile nyimbo zenu, leo tunajua haziwezi kufanya kazi ya kuwaokoa, lakini angalau zitatuburudisha tupate furaha. Ndipo nikaelewa kwamba kumbe hata waliowachukua mateka hawakuwa na furaha. Kumbe usimuone mtu anakula bata, analewa, kitaa, anazunguka huku na kule, maisha kama yote, ukafikiri ana furaha. Hawana furaha. Usiwaone wale wanajiuza mtaani wale ukafikiri wana furaha. Hawana furaha. Hawa wasanii ambao leo mnawatamani kwenye vyombo vya habari, kila siku wako mitandaoni, wanasema hiki, wamevaa hiki, wanafanya hiki, na wakati mwingine tunaiga wanavyofanya, usije ukafikiri wana furaha. Ukifikiria kabisa down deep their heart, yani ukampata tu mmoja msanii maarufu naye mjua kabisa, mkawa wawili na yeye akawa mkweli wa moyo wake, hana furaha. Biblia inasema walio tuchukua mateka hawakuwa na furaha. Nataka nikwambie, hata yule bosi anayekuonea sana pale ofisini, ukimchunguza kabisa kwa karibu kabisa, bado hana furaha. Biblia inasema waliotuchukua mateka hawakuwa na furaha, wakataka furaha kutoka kwenye nyimbo zetu. Kwenye nyimbo zetu hakuna.
hata wale wanaoua wenzao wapate vyeo. Mimi ndo mfuatilie uone, hana furaha. Akiwa anachunga kanisa fulani, akanifuata kabisa kijana, anasema pastor, mimi bwana maisha yangu ni hivi kabisa. Mimi ni mwanaume lakini kwa kweli furaha yangu ni mwanaume mwenzangu kabisa. Lakini moyo wangu hauna amani. Sina furaha, napambana. Hawana furaha. Usije ukamwona mtu amezama katika dhambi akakuonyesha tabasamu la nje ukafikiri ndio furaha. Hawana furaha, kwa sababu furaha ya kweli inatokana na mahusiano sahihi na Mungu. Bwana asifiwe sana. Tuimbieni nyimbo za Sayuni. Imbeni nyimbo za Sayuni, zile nyimbo ambazo mkiwa Sayuni mnaimba. Wale watu walikuwa wanafanyishwa kazi ngumu, machozi yanawatoka, wakalia wakikumbuka ile Sayuni. Wakawauliza, tutaimbaje nyimbo za Sayuni, za ushindi wa Sayuni tukiwa Babeli? Swali ni hili, kwani wamezisahau mabeti? Hapana, zile nyimbo ni nyimbo zinazotangaza ushindi wa Bwana. Na ngoja leo niwatajie baadhi ya hizo nyimbo. Fungua Biblia yako haraka nikutajie baadhi ya hizo nyimbo. Wimbo wa kwanza ulikuwa ni wimbo wa Zaburi ya 46. Baadhi ya nyimbo zilizoitwa Victorious Songs of Zion. Wimbo wa Zaburi ya 46. Wimbo wa Zaburi ya 46 unaimbwa hivi: Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Hivi huo wimbo unaimbika wakati umefungwa minyororo, unafanyishwa kazi ngumu. Unaweza kusema wimbo kama huu, unasema Mungu kwako ni kimbilio, msaada wakati wa mateso, na unateswa na hakuna msaada. Ubeti wa pili anasema, kwa hiyo hatutaogopa ijapo badilika nchi, ijapo tetemeka milima moyoni mwa bahari. Unaweza kaimba huu wimbo unasema hatutaogopa, na wakati umeshaogopa, umeshatetemeka, umeshatekwa. Wakawauliza, sasa tutaimbaje hizi nyimbo? Ni nyimbo zinazomsifu Mungu ya kwamba tukitaka kutekwa yeye hutuokoa ili tusitekwe. Fungu la 4 anasema, kuna mto na vijito vyake vya ufurahisha mji wa Mungu, yani Sayuni, patakatifu pa maskani zake aliye juu. Fungu la 5, Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa. Na umeshatetemeshwa mpaka umeangushwa. Watu wa ushindi na wauliza, hizi nyimbo zilikuwa zinaimbika? Zinaimbika. Wakalia, wanasema tuimbeje nyimbo za Sayuni tukiwa Babeli, wakati Yerusalemu imeangushwa, wakati wenyewe tumetekwa, tumeona ndugu zetu wakiuawa. How can we sing the songs of Zion in the fallen land? Tunawezaje kuimba? Fungu la 7 anasema, Bwana wa majeshi yu pamoja nasi. Hivi mnanielewa ninachokisema nyie binadamu? Haleluya. Afu Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Unajua ngome ni nini? Ngome ni sana huu ukuta wenu wa kanisa. Yesu akiwa ngome, maana yake adui haingii. Sasa adui kashaingia, ameshavunja ukuta, kashachukua na watu tena mara 3. Wakalia, tutaimbaje wimbo wa Bwana kwenye nchi ya ugeni? Wimbo mwingine ulikuwa namba 48, Zaburi ya 48. Anasema, Bwana ndiye aliye mkuu na mwenye kusifiwa sana katika mji wa Mungu wetu, katika mlima wake mtakatifu. Kuinuka kwake ni mzuri sana, ni furaha ya dunia yote. Mlima Sayuni pande zake zote, mji mfalme mkuu. Fungu la 3, Mungu katika majumba yake amejijulisha kuwa ngome. Hauimbiki. Wimbo mwingine ulikuwa namba 76, Zaburi ya 76 anasema, katika Yuda Mungu amejulikana, katika Israeli jina lake ni kuu. Kibanda chake kiko Salemu na maskani yake iko Sayuni. Huko ndiko alikoivunja mishale ya uta. Mishale safari hii haijavunjwa, imepiga ikachukua watu. Wimbo mwingine ulikuwa namba 84, maskani zako zapendeza kama nini? Hazipendezi tena, zimeangushwa. 122, nalifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Fungu la 3, Yerusalemu uliyejengwa kama mji ulioshikamana, haipo, imeshavunjwa. Wakawaambia, tutaimbaje nyimbo za Bwana za ushindi wa Sayuni katika nchi ya ugeni? Walipogoma kuimba, kipigo. Imba! Anasema tutaimbaje? Itakuwa kama tunamtukana Mungu. Walipoona kipigo kimezidi kuwa kikubwa, wakaomba ombi moja. Wakasema, basi tuko tayari kuimba, lakini tunaomba mturuhusu tutundike vinubi vyetu kwenye miti. Vinubi vilikuwa ni vifaa vinavyoimbwa kuashiria joy. Joy sio happiness.
joy ni ile furaha ya dhati itokanayo na Mungu kutawala. Wakasema hatuna joy, hatuwezi kutumia vinubi, tunaomba mturuhusu tuviweke juu ya miti. Sema sisi hayo sio juu yetu. Kama mnataka kuweka juu ya miti, sisi tunataka nyimbo. Biblia inasema wakatundika vinubi vyao juu ya miti. Napenda version moja ya Biblia inaitwa The Clear Word Bible. The Clear Word Bible anasema they sang but their hearts were not in the songs. Waliimba lakini mioyo yao haikuwa katika nyimbo. Na ndio shida inayotupata Wakristo wa siku za mwisho. Mungu anisaidie na Mungu akusaidie. Kuna wakati tumeimba lakini mioyo haiko katika nyimbo, na kwa hiyo nyimbo tulizoimba hazijaweza kuwabadilisha watu. Tumehubiri lakini mioyo haipo kwenye mahubiri. Waimbaji tumesimama hapa lakini mioyo haipo kwenye nyimbo. Na mtu anasimama kabisa anaimba anasema tumetoa vyote 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 vyote, na kikapu cha sadaka kimempita na amebakiza mfukoni. Kwa hiyo ameimba lakini moyo hauko kwenye wimbo. Twenenda Zayuni, wakati anajua kabisa ana bifu la kutosha na mtu, na alishamwambia wewe hata kaburi langu usisogee. Lakini anaimba anasema twenenda Zayuni. Anaimba lakini moyo hauko kwenye wimbo. Wakaviweka vinubi juu ya miti, wakalia. Nini hiki pastor? Sinners singing to the fellow sinners. Wadhambi ambao mioyo yao haijaongoka, wakiwaimbia wadhambi wenzao. Kwa hiyo badala ya kupokea kama ujumbe ambao ni transforming message, wakapokea kama maburudisho. Na wakati zinaimbwa zile nyimbo, wakaanza kufurahia tu nyimbo lakini hazikugusa maisha yao. Mtu mmoja aliwahi kusema, mwigizaji maarufu huyu, kwa nini maigizo yako yanawavutia watu wengi sana kuliko jitihada za Wakristo ambazo ni nyingi sana lakini hawawavutii watu? Yule mwigizaji maarufu akajibu akasema, unajua sisi waigizaji tunachukua maigizo tunayaweka kwenye ukweli na uhalisia, lakini Wakristo wanachukua ukweli na uhalisia wanauigiza. Wazuri sana wakiwa wanajadili lesoni, Stefano alivyopondwa mawe, lakini wao wakitaka kupondwa mawe wanakimbia. Wazuri sana kueleza Meshaki, Shadraka na Abednego walivyosimama, lakini moto ukija wanainama wanaabudu sanamu. Na kwa hiyo mwigizaji yule akasema the problem with Christianity, wao wanachukua the reality wanaigiza, sisi tunachukua hayo maigizo tunayapeleka kwenye reality. Na ndio maana ukienda YouTube ukikuta igizo zuri lina wafuatiliaji wengi kuliko hubiri zuri wakati mwingine. Kwa hiyo hawa wakalia, wakasema hatuwezi kuimba wimbo wa Bwana. Na Mungu atusaidie sana, kwa sababu shida yetu leo ni kuimba nyimbo za sifa wakati mioyo haisifu. Singing the songs of praise while the hearts are not praising. We sing the praise while the hearts are disconnected with the source of power, Mungu mwenyewe. Swala la kuimba wimbo wa Bwana halina uhusiano na venue. Bavo na kutaja sina kumudu. Halina mahusiano na venue, kwamba eti kwa sababu wako Babeli wasingeweza kuimba. No, shida ilikuwa ni mahusiano na Mungu yaliyovunjika, ambayo yamefanya hata Zayuni imevunjika. Mungu atusaidie kuwa na mahusiano naye kamili popote tunapokuwa kwa jina la Bwana. Na uwezo huo hauko juu yetu, ni yeye ndiye anaweza kukaa ndani yetu na kututengeneza kila inapoitwa leo. Paulo na Sila walikuwa gerezani, lakini bado waliweza kuimba sifa. Mazingira hayawezi kutuzuia kuimba utukufu wa Bwana. Mvuto wao mbaya ulishindwa kuwa transform wale wote ambao walikuwa wamewazunguka. Mungu na kupatie, Mungu na tupatie mvuto utakao geuza ulimwengu mchana wa leo. Na huo unatoka kwa Bwana na kwa Bwana peke yake. Wakasema sisi tuko Babeli, hatuwezi kuimba Babeli. Mungu wao ni Mungu anayebaki Babeli, anayebaki Zayuni. Mimi niko Dodoma huku,
ushirika wangu uko Ushindi, kwa nikiwa Dodoma naweza kuishi ninavyotaka. Niko nje ya nchi, hakuna anayenijua, kwa naweza nikafanya ninayoyataka. Mungu wetu ni Mungu ambaye ni tabernacle God. Ni Mungu ambaye sio static. Ni Mungu anayetembea pamoja na watu wake. Ili mradi umekubali kwa dhati, Mungu nisaidie, atatembea na wewe. Kwamba ni Babeli, atakuwa na wewe. Ndio maana kina Shadrach, Meshach na Abednego waliweza kuimba wimbo wa ukweli wa Mungu, wimbo wa tabia yao takatifu kwenye ikulu ya Babeli, na Mungu alikuwa pamoja nao. Lakini hawa walishindwa kabisa. Maisha yetu yanapofanana na ulimwengu, tunakosa nguvu hata pale kazini. Huwezi kuwa na nguvu yoyote ya kusema, huwezi. Maisha yetu yanapofanana na ulimwengu, hatuwezi kubadilisha. Maisha yetu yanapofanana na ulimwengu, hatuwezi kuimba wimbo wa Bwana. Mungu atusaidie kwamba maisha yetu yatupe ujasiri wa kuimba wimbo wa Bwana, na jambo hilo linawezekana kwa nguvu na neema ya Bwana. Wakakaa utumwani, wanafanya kazi ngumu, wamedhalilika, wamedharaulika. Mwishoni sana, karibu na ile miaka 70 kuishi, mwishoni sana wakamlilia Mungu. Wakatafakari kwamba hivi mimi si nimelelewa kwenye familia ya wanaomjua Mungu, kwa nini niko hapa? Wakalia sana kwa ajili ya mambo mawili. Jambo la kwanza, wakalia sana kwa ajili ya dhambi zao. Tumemwaibisha Bwana, tumemuumiza, tumeshindwa kuwa na mvuto unaobadilisha jamii. Tumeshindwa hata kuimba wimbo wa Bwana, tumeshindwa. Mungu, tunaomba utusamehe. Wakafanya toba ya dhambi zao. Hilo ni jambo la kwanza. Wakamwambia Mungu, tumekutenda dhambi, tunaomba utusamehe. Watu wa Ushindi na watangazia kwa jina la Bwana, vyovyote utakavyokuwa umezama kwenye matope ya dhambi, mchana wa leo ukimwambia Mungu ninarejea, anakusamehe, anakuhesabu kana kwamba hukuwahi kutenda dhambi, anakufanya kuwa kiumbe kipya. Wakalia wakamwambia Mungu, tumekosea, tumekutenda dhambi. Na yeyote anayenisikiliza mchana wa leo, hata ungeenda kilomita mamilioni na mamilioni mbali na msalaba, ukaupa kisogo, the moment unapougeukia tu hivi msalaba, ile distance yote inakuwa covered na damu ya Yesu. Unakuwa kana kwamba uko chini ya msalaba pale pale. Hakuna umbali wowote unaoweza kutembea kurudi kwenye msalaba. Unapogeuka tu na kuupa uso msalaba, ile distance uliyokuwa umetembea inakuwa covered na damu ya Yesu. Wakalia kwa ajili ya dhambi. Jambo la pili ambalo wakalia kwa sababu yake ni Zayuni iliyobomolewa. Tumwambie Mungu, tupe nafasi ya kurudi Zayuni. Macho yetu yanatamani kurudi Zayuni. Tunatamani tukaishi kwenye mji ambao uliwaahidi baba zetu kina Ibrahim. Turejeshe Zayuni, turejeshe Zayuni, turejeshe Zayuni. Na saa ilipofika, Mungu akawarejesha Zayuni. Kama walilia kwa mambo hayo mawili, ni kwa mambo hayo hayo mawili kanisa la leo tunaweza tukamlilia Mungu. We can cry for our sins. Tunaweza kulia kwa ajili ya dhambi zetu, jinsi tunavyoliaibisha jina la Bwana kazini, nyumbani, taani. Tunamuumiza aliyekufa kwa ajili yetu. Tunaweza kulia kwa ajili ya dhambi zetu. Tunapomsubiri Yesu arudi mara ya pili, tunaweza tukamuita atakase mioyo yetu. Unaweza kuwa wimbo wako kila asubuhi, mchana na jioni, unisafishe Mwokozi ndani na nje kwa moto utakavyo, ili dhambi ife kwangu. Unaweza ukamlilia Mungu kwa ajili ya dhambi yako. Kamwambia Mungu, nikiendelea hivi naona ninaliaibisha jina lako takatifu. Wazazi wangu walinipeleka kwenye shule ya kanisa, ama wazazi wangu walinifundisha tangu nikiwa mdogo, lakini dunia imenipeleka kushoto na kulia. Ninalia kwa ajili ya dhambi, natamani kurudi nyumbani. Yesu yuko tayari kusamehe dhambi na kutufanya kuwa upya. Lakini jambo la pili tunaloweza kulililia katika kipindi hiki ni Zayuni. Tunaweza tukailia kwa ajili ya Zayuni inayokuja, ya kwamba Baba, ulimwengu umetutesa, magonjwa ya kila aina, tunaitazama Zayuni. Ndugu zetu wanauawa kikatili, vita kila mahali, tunaitazama Zayuni. Magonjwa yanayojitokeza kila siku, magonjwa
magonjwa mapya. Na huu juzi si unaitwaje, nimemwona juzi Dr. Grace, mganga mkuu wa serikali, anazungumza, inaitwaje hii? Inaitwaje? Hiyo jina mlolitaja. Macho yetu yanatazama Zayuni. Nani aliye salama? Juzi tumeona COVID ikimaliza ndugu zetu. Macho yetu yanatazama Zayuni. Tunaona marafiki zetu wakiuawa bila sababu, haki inakosekana mahakamani. Macho yetu yanatazama Zayuni. Watoto wadogo wanakufa, familia zinatenganishwa kwa vita na majanga. Hakuna mwenye uhakika wa kesho. Hata wanaoiba mabilioni ya hela sui huko duniani, huko serikalini zote za dunia, bado hawana furaha. Macho yetu yanatazama Zayuni, mahali ambako Bwana tausimamisha ufalme wa haki. Na haya yote ni Kristo ndani yetu, ni Kristo ndani yetu. Nyimbo kama zile Twenenda Zayuni, nyimbo kama Umwendo Gani Nyumbani, ni nyimbo ambazo ziliimbwa na Wakristo ambao macho yao yalikuwa yanatazama Zayuni. Kwenye miaka 1844 kwenye vuguvugu la marejeo la Yesu, the Millerite movement, wanaamini Yesu anarudi. Wakati ule wakaimba nyimbo zile wakiwa wameuza mali zao, wameuza kila kitu, kwa sababu macho yao yalikazwa Zayuni. Ni mwendo kiasi gani tutafika nyumbani? Watie moyo, hatuko mbali na nyumbani. Tutakutana na ndugu zetu tuliotengana nao kwa sababu ya mauti, na Yesu atatufuta machozi. Ufunuo 21 kuanzia fungu la kwanza anaeleza juu ya Zayuni, anasema, kisha nikauona mji mtakatifu Yerusalemu mpya Zayuni kishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, imekwisha kupambwa kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mewe. Haleluya. Anasema, nami nikasikia sauti ikitoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Macho yako na yatazame Zayuni kwa imani, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Ikiwa ni ombi lako ya kwamba, Mungu, ninalia kwa ajili ya dhambi, moyo wangu na ugua na kushindwa kwangu, ninalia kwa ajili ya Zayuni, nisaidie, peke yangu siwezi. Inua mkono wako juu. Twenenda Zayuni. Wimbo huu unapoimbwa, tafakari maisha yako. Walishindwa kuimba wimbo wa Bwana ugenini kwa sababu maisha yao yalifanana na watu wa Babeli. Mungu na yafanye maisha yetu kuwa tofauti, katika usemi, katika mavazi, katika kutembea kwetu, yani watu tu waone tofauti, ili wamwamini Mungu tunayemtumikia. Na hilo